Kwa hiyo sasa kumbe tuna kazi kubwa sana ya kuendelea kupambana na hiki kirusi cha ukimwi. Lakini pia sehemu ya pili ni kiasi kidogo cha virusi vya ukimwi. Mate kwa baadhi ya watu. Mate yana virusi vya ukimwi lakini sio kwa kiwango kikubwa sana. Kwa nini tunasema nayo yana virusi vya ukimwi? Kwa sababu unaweza kukuta mtu ana michubuko katika kinywa chake. Tunasema michubuko baridi pia mdomoni inakuwepo. Ndio maana ukiweka kitu kichungu unaondoka kwenye kwenye ule uladha, ila unasikia maumivu. Sio ladha, ila unasikia maumivu. Kwa nini? Kwa sababu mtu anakuwa na michubuko. Mmoja ameswaki, amekula chakula kigumu, kimemletea michubuko katika mdomo wake. Au amekula chips ni kavu, kwa bahati mbaya zimechana ndani ya kinywa. Umekula mahindi ya kukaanga bisi, zimechana kwenye kinywa chako. Kwa hiyo sasa kama kutakuwa na jeraha kwenye kinywa chako, ni rahisi yale mate kuchanganyikana na damu. Sasa yakishachanganyikana na damu, tayari damu ina virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kama utaenda kumkisi mwenzako au kumnyonya ulimi mwenzako ambaye naye tayari anamchubua katika mdomo wake, ni rahisi sana maambukizi ya virusi vya ukimwi kuhama kutoka kwa mtu wa kwanza kwenda kwa mtu wangapi? Kwenda kwa mtu wa pili. Sehemu ya pili, machozi. Hii sio sana lakini nayo inategemeana kama machozi hayo yamechanganyikana na damu. Yasipokuwa na damu hakuwezi kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Majimaji kwenye malengelenge pia yanaweza yakawa na kiasi kidogo cha virusi vya ukimwi. Sehemu ambayo haina maambukizi kabisa ni mkojo, kinyesi, matapishi na jasho. Hizo sehemu hazina maambukizi kabisa. Labda jasho kama limepita kwenye damu, limechanganyikana na damu, hapo inaweza kutokea. Lakini jasho kama jasho halibebi virusi vya ukimwi.